na feel specialization ama generalization gani inafanya so grow fast? You'll never grow if your work is not placed out there na kupatiwa feedback. You'll never grow. Mimi nikupatia feedback si eti na kuingilia. I want you to grow. Growth inapenda action. Haipendi endless preparations. Yeah. If you take action, you're gonna get there regardless. Don't wait. Do it fast, then release. Yeah. Then perfect it later. Designers mwache kuweka nini design zenu kwa dustbin au dustbin ni laptop literally. Karibuni tena to Kenyan Design Conversations. Hii ni space ya Mad Vibes, Design Arts na zile real talks za kudesign, kudevelop na kulevel up maisha yako in style. Ko hapa kukuchanua while continuously upgrading each other, and also ni place ya kuchallenge our own personal beliefs. I know you know that, right? Hi guys, karibuni. This is Kenya Design Conversations. I am Valentine. If this is your first time listening to us, subscribe. We are a podcast that talks about design. And then also if you're a returning subscriber, karibu pia sana. Hapa tuko na Mose, tuko na Dave, na tuko na Mariga. Leo nimeintroducewa vizuri. Madesigners wetu. Leo tunataka kuongelea mbona designer mwingine ana growing faster kuliko mwingine. Yes. Kama Mose hapa poster zake zinakuanga ngori. Lakini I bet kuna msemo probably mlianza at the same time. Ukiweza angalia kazi yake unaona like ni kama kuna class alimiss mahali. Ndio pia unakonga ushaona mse amuko au ulikuwa hauko ifika kwa bootcamp. By the way, kuna challenge hata every day tu kishinda ukienda kuangalia nini designers wengine unajiuliza you in the right profession. However much as you know na job yako anakusifia. But unafika ngapo unajichallenge like it's crazy how there are some serious and out of this world designers existing out there. And all in all, it's a marathon, you know, it's not a sprint. So kuna tu day pia utafika mahali unaona ni kama utafika, but there is a reason why others are taking more steps ahead kushinda. Val, ulikuwa number 1 kwa class kiwa high school na kwa design class nilisema nilikuwa wa nyuma. I was one of the best. Kwa design class. Sawa. So hapo kwa that point cause hata kwa class when tulikuwa tunafunzwa you could tell kuna difference. Mimi nilikuwa naona mtu mwenye hata kama atakuja maybe 5 or 10 minutes before practice kenye tulifunzwa the previous day, they make progress. Ama kama kuna software in practice at home, ana make progress compared to mwenye alifunzwa hivyo na high practice. Kama tu in high school or primary, ukitegemea kenye umefunzwa hivyo tu ndio utenge exam utafeli. So kuna you're not practicing. So lazima practice. Sawa. Practice. Ama talent. It's practice kwa sababu there are more people who are talented but they don't hawako consistent. So what you don't use you lose. Masuko talented. I'm got talented. I used to draw, then that career died. So in some way you're an artist. You used to draw careers. But I used to draw when I was young. Then due to some unavoidable circumstances. Yeah, shit happened. Okay. Ukiongelea kuchora sasa, mimi the best thing shaichora ni ile ya 6x6. 69. Wow. Yes. Time out. Mtakati hiyo. 69. Na unarudia tu.
But nasikianga wanasemanga as in best designers wanakuanga ni talent kwanza. You know. Yes. Hizi miaka nimeko kwa design. Technically sisema ati design is all about talent. There are those guys when you're naturally talented. Yes. But I think design it comes because design evolve like every year. That's why unaonanga design trends 2025, 2026, design trend 2027. So easily designs evolve year by year. So as much as you are talented, by the end of the day, if you don't put it into practice, your design needs you to be doing it every day. Because as kila siku ukifanya kila siku ukipractice kila siku, inafika time unaanza kuona things on different angles, on this angle, but sije tukikaanga ngoje project. It doesn't matter how much you're talented, but design kuna zile angles zenye usipoona itakutoka nini kwa market. Miko na point. Designers wanakuwa huku nje, seti juu hawana skills, wanakuwa majuu hawaelewi game inachezwaje. Design is all about leverage, positioning, visibility na biashara. Na wasiuelewa hizi key essentials mapema, wana set a step ahead than other designers. Most. Yeah. But you see, hata mimi nikiwa victim wa design, no wonder hata niliacha design. Nikiwa victim wa design ilikuwa ina happen hivi. Nilijifunza tool. Naona Figma, nikaiva Figma vizuri. Sasa Figma sikuendelea kudesign. Figma ikafanywa upgrade the tool itself. Vitu kanchanganya yes, wakaongeza more features. Sasa by the time nilikuwa narudi kwa design kwanza tena waliongeza nini hapo kustua hapo? Waliongeza vitu kama like how you can make components and variants. Which you can just still use the same tools you're using. Hizo tu ni by the way. Yes. So wewe ulikuwa tu lazy. Sasa si hivyo juu sikuwa nafanya hiyo nini as in I wasn't doing. Sasa kama wewe nakushtua. Ukiangalia mimi nilianza kufanya design na CS6. Kakuja 2014 CC. So ukiangalia CS6, CC 2014, 2015, 2016. CC ni nini kwa Creative Cloud. Si power engine. Sasa nilikuwa nimefikiria ni Corel Draw, so unataja the versions. Before they changed to Creative Cloud ilikuwa ni CS, kulikuwa na CS5, CS6, CS4, CS3, CS1. CS hiyo nitawaambia sijui sikumbuki inamaanisha nini. But wakati wali change from juu Adobe ili shift from ilikuwa ni one installation. Ilikuwa ni one package you can install like everything, na install Photoshop. Like hizo jua wakati wali change from CS series wakuja to CC Creative Cloud wali separate everything. So we install individually. So ukiangalia vile features imekuwa ikichange. Features be changing yearly kila mwaka. Juu sasa ukitumia Photoshop ya 2022, 23, 24, 25 na say 26. Very good. It's not different, the interface is the same, but kuna some features zimechange. Like kama saizi kuna vitonga aje. Nimesahau hii, but I think iko kwa our advantage because unapata kila mwaka ikichange, it makes design easy. Zile tools tungeenda long process kuzifanya like back 5 years ago. Saizi is just one click away or 2 click away. So yeah, I think kama saizi bado natumia, saizi kuna watu naona watumia 2017, 2022. Singine wanakaa hivi, like people need to adjust. Because mseme natumia ya 2022 na mimi natumia saizi 2026. I can finish whatever I'm doing faster than you. So this comes to you. Yes. I think most people are talking ku change because most people wanakuanga afraid of the change. But mimi keneza ambiwa say you need to change. 27 mimi hata ikitoka kesho nitaitafuta.
because I know kuna vitu zimeongezwa zitafanya kazi yangu ikuwe rahisi. Unalipia mtu. How much are you paying? How much are you paying? How much am I paying? Yes. So, lazima ulete story hapo hivi niambie. But it's very true. Ukiangalia kwa magari sasa hivi yenye kuna hybrid inatumia mafuta kidogo kuliko za kitambo. Yeah. Makes sense. So hiyo point Inatumia hapo Vaseline. ni kama you should be adaptable. Yeah, you should be adaptable. So si sikuwe tu tool peke yake. Sikuwe tool peke yake. Kwa sababu mi talking about it after kulearn the tool na nikakuja kujiuliza designer anafaa lipo pesa ngapi. Sasa sikuijua mimi kama designer ni sasa sio time. I think hiyo ndio time yenye UI ilianza kuspike time hapo 2019 2020 ndio sasa nilipatana nayo. Sasa kwa kuja kwa soko sijui nafaa ku approach nani, as in nimwambie natengeneza designs. The only place I thought ilikuwa ni LinkedIn peke yake na Instagram. Sijui na charge, as in how much will I charge per one page. Sasa ikabidi nianza kuulizia designers wengine. Designers mwingine ananiambia ana charging per page, mwingine ananiambia ana charging per project, mwingine ana charge per milestone. Kumbe mimi nasema na charge per milestone. It is a bigger project like a whole, let's say a whole e-commerce. Yes, yenye naangalia user na naangalia user sawa. Mwenye atakuwa anakuja kununua product kwa site yake na mwenye shop sasa hiyo kutrack vitu zake. Sasa unajua hiyo designer anaweza lipo kwa milestone. Is the same thing kama kwa graphic. Kusema kwa social media posters. Si kuna watu wanatengenezanga moja, mwingine anaamua like I'll do a whole campaign something like that. Yes. Sasa yenye si tools peke yake. Kwa hiyo njako tunaweza get point ya naitwaje consulting. Yes. Sikae tu hapo peke yako, unaweza kuwa tu na charge less or kuna tools zingine na haujui ama settings fulani that you should put na labda haujui. So kuna watu wana make progress because wana network na kuconnect na other designers, so inakuwa easier for them. Yeah. And then kuongezea hiyo, I think kuna designers wanakuanga na the fear, like unapata kama mimi nifanya design na mimi naonanga design zangu ziko sawa, niko na kale ka ego kakua Dave ni ajibu angalia design unaweza afanya nini hapa. Sasa hiyo ndio shida most designers. Lazima unapata kuna ile design mwenye huyu akiangalia niambie shida iko hapa hivi, si mimi ndio na improve. But kuna ile mwenye huyu akiniambia hapa kwa nini nani. So ule designer, if you want to grow fast, I think learn to take feedback from other designers, because by the end of the day atakwambia ile angle yake anaangalia. Asema ingekuwa ni mimi hii hapo hivi ningeswitch hivi na hivi. Hata mwenyewe unaona like yeah it makes sense. But let's get the angle that wewe mwenyewe unaona, trust me, you'll never grow. I've tried that, it's hard, you'll never grow. Ukiongelea feedback to the designers when it comes to feedback, especially to new designs, feedback ni unafanyanga watu wanabaki on the same level for the longest. Kwa sababu if you never take ile unapata client kupatia feedback tofauti, unaona wewe client hatujicho unaongelea sasa stoba ni mimi nakushow ni mimi so napata it's very hard for someone to grow beyond that unless ameanza kuchukua feedback na ego. Kwanza punguze ego. Venye Deva na Koang Deva alipunguza ego kama kutoka kwa design. Mi bado ni ego. Sijui unaongelea ego gani, but unaongelea ego ya fulani. Ni bado. Still an ego. Anyway, niko na swali, like na feel specialization ama generalization gani inafanya so grow faster? Juu kuna msee atakwambia mimi nimespecialize, mimi design tu SaaS landing pages na zina convert. Na hiyo inafanya nime-explode. Bas, mzee ananijua tu na hiyo. In a Kenyan market, hiyo inafanya pia, do you feel like kuna watu wenye put a step ahead by specialization? Najua tu mose ukitaka package design,
enda kwa mzee. Na kuna mzee mwenye anafanya kila kitu. Taja ni gani unataka? Wewe unataka logo sawa. Unataka UI sawa. Is it also, does it play part in kusaidia msee grow? Yeah, it does. Because niliambiwa sometimes back, you can't be perfect on everything. And then unapatanga sisi designers, most of them want after do. So ni a junk of all trades. Ukimwambia packaging atafanya, ukimwambia sijui nini atafanya, motion design atafanya. Junk. Ni junk ama junk. Hata junk ina make sense. Kuna hizo takataka zote. junk of all trades. So but then I think specialization, but don't limit yourself that much. But usitake kujua kila kitu. But before specialize unakuanga ume-explore kwanza. Yeah, definitely. Unakaa chini unaangalia like kama Dave na niko sure ndo afike kwa product management, alika hivi akaona hii hapo hivi nikaa kuna pesa. Kasema acha ni settle na hii. Ulikuwepo? Nimetumia example. Kumbe kwa product nini kuna kichele. Kuna maziwa. Na hujatuambia uko si ushamba. Naweza transition. Bado tunangoja maziwa yetu by the way. Bado tunangoja hatujasahau. Ndio. Mimi sikupewa. Director atafaa kuambia. Nika alikunywa yote. Tafutani. Ikama. But before ufike kwa kujua vile umesema ku explore juu, how will you know mimi I'm very good at designing posters, I'm very good at something else bila ku try out. I feel like before mtu afike kwa specialize, you have to be a jack of all trades in one point or another. And then pia visibility comes to play a role, kwa sababu saa if you explore ujue what you're good at, maybe unaweza pata hata maybe an institution yenye watakwama na wewe, so maybe wewe ni mtu wao wa banners. I feel like hapo ndio unaweza sema I'm specializing, but sasa kwa the realistic country we're living in, sidhani pia unaweza sema mimi tu nafanyanga tu posters galala nja. Not unless I think Actually correct Valky. Okay. Sorry cut you short. Hapo tuko na new town. Ni junk of all. Junk. Takataka zote. Junk of all. I'm not body. Nika hiyo junk ni yeye. Anyway, Mose, you're saying something. Tuseme kama ikifika time ya design, ukifanya poster, ukifanya logo, ukifanya brand bible, ukifanya what else, packaging, hizi zote ukianza kufanya hata wewe mwenyewe, hata before hata mtu akupatie feedback, wewe mwenyewe unajiwanga tu logo mimi hii imenikataa. Hiyo mwenyewe by default unajiwanga. Ukiangalia vile logo zako zinakaa, this is not, na kuna vile ukifanya poster you're like hata mwenyewe una appreciate. I think as much as tunataka tufanye kila kitu, but kuna those things zenye hata mwenyewe ukifanya unaonanga like Imekata. Yeah, hapa iwezi. By default yake wewe mwenyewe utajua. Sasa by which time unaweza jua wewe kwanza ni document designer. Hawana designing ma vitabu sana. Document design. Yes. With many colors. I've been in design for so many years. That's a new term. You've never had. We have another new term. Document designer. Ama unataka kumaanisha kama mtu ako na report maybe in Word but hataki kwetu like a plain. Yes. Oh yeah. So wana like magazines. Prints easy. Yes. Watu wa inaitwa InDesign kwa. Yeah, in design. Adobe InDesign does that. Yeah, hiyo mambo tunaizo. Forwarding. Yes. Inavyo. So it's Hakuna mtu ameiva. Tuongelee biashara, najua itauma wengi. Itauma kidogo.
designers wengi wenye wana grow they are in design for business, si aesthetics. Market inalipa impact, si aesthetics. Like huyu mse akidesign kitu ana measure impact, hizo zinaitwangaje? Zinaitwangaje hizi metrics za kumeasure KPIs. Wameiva hizo vitu in their approach, how they present their projects and everything. Na kuna ule mwenye anataka tu design vitu kali ya post kwa Dribbble, Behance. I also think it plays a major role in growth because at the end of the day it's business. Yeah. So if you can show impact of your work, it will put you a step ahead than to a Dribbble na nini. Na hata ukiweka IG ma shots nini aesthetics. Okay, ni supu lakini kama I convert, no one cares. Clients will not even bother. Or mko na opinion on that? Mi sina opinion on that, but naweza sema no, based on that kuna hii story ya doing like if you're starting doing like 100 for free. Yes, how sasa hiyo naweza measure the impact yenyewe na kama ina convert. Yeah, utamesha impact because utaangalia if you're doing 100 for free, you will look at how fast you're growing. Okay, inaweza kuwa in two ways. It can be a project based or you can be in the business of selling digital assets. Yeah. If you're in the business of selling digital assets, you look at followers ama users when you umepata through the assets umecreate. Yeah. Now, kama ni for project wise, utaangalia impact imeleta na clients unaweza kugain within that period because hiyo ni network una create. Actually, the bigger part in design also it's network. Most of my biggest projects they come through my network rather than cold emails and cold callings, cold messages. Like msee anakujua, anakuprefer kwa mwingine, huyo mwingine mwenye unakuprefer anaona kazi yako fiti, anakuprefer kwa msee mwingine like that. So damesha hiyo angalia ndio. Okay. Yani inafika mahali kuna kazi mingi hadi utaki kazi. Yeah, like unaona network yangu sasa. Kwa hiyo point yako kuna hiyo part ya point yako imebeba points mbili. Kuna hiyo part ya visibility yenye umesema and I think you had talked about it kidogo some few minutes back. Hiyo ya you need to put your work outside there and kuna hii ya flex, kuna mtu mwenye maybe atasema mimi na design aesthetics mtazipost nini but kuna hiyo sasa point yako inaweza kuwa tu it's pretty but initangwaje your designs don't stop people from scrolling. Nilikuwa naona people take the first 3 or 2 seconds kuona kama watabaki hapo, so kwanza sasa scroll. So I feel hapo hiyo point yako ya it can't be aesthetics peke yake, it needs to be a design that hata mtu tu ana stop kwanza ana scan. I'll give an example kama sijui kanita wacha nisitaje kwa sababu wao wanaweza nikujia Subaru ya Mambara ama the green app. Yeah, okay. Yeah, communication. Safaricom. Ongea tu Safaricom. It's a public company. Yes. And I own it. I own a piece of it. Exactly. Everyone here owns it. Hey. Okay. I like whatever is happening. Kuna posters on their niliziona on Instagram. They are using sijui zinaitangwaje tunakaa tu cartoons Doodles. Ukienda ukiangalia their recent posts ni zile za okay umezoea ads but this one is like this is creative and pia inatumia language yenye watu una relate nayo like vile tunaongea tu sahihi. Those ones are really they thought outside the box. Yenye tunaongea sasa hivi una switch to English. So rudi kwa Kiswahili. Sasa no mimi niko kwa the design kuzika poster. Okay, so continue. Ni mingi. Guys. So for that one as much as kuna aesthetics pia kuna hiyo
part ya kuconvert, because kama mimi mwenye nimezoea ads or posters za organizations that just scroll through, this one it's engaging, and then hata pia ukiangalia comments they've converted. So you have to be smart how, yes, itakuwa aesthetically pleasing but pia ina convert. Yeah, and you're striking the balance between the two. Mtu akiona, will they be like oh, and then pia kama there's another design niliona, it was along Thika Road ya a billboard. The red outside. No, I think ilikuwa ya Festive. I think it's still there. Enye billboard sasa ni kama keki ukiuma. Sina bakingi imejichora hivi. So their billboard hapo iko hivyo. It's not just showing mtu anauma, ni keki yenye ni kama imefanyiwa cut out. Iko hapo Rosters, I think. Kuna ingine pia iko along before ufike KU kama mtu anatoka side za Thika hapo, I think play work that hivyo. But there was another one pia uko mbele. Hiyo ilifanya niko like au alifikiria aje, ama hizi zenye unapata billboard iko hivi but something imechomoka. Sijui kama na get. Yes. Ama kama ni mtu ana kick mguu iko outside the normal dimensions tumezoea. There's one billboard inasema, I think hakuna billboard itaiundwa ifikie anytime soon. Ilikuwa ni ya chili sauce. So it was a billboard, alafu hapo hivi chini kwa kona kuna chili sauce. Alafu the entire is just empty. Alafu hivyo nini yote nika imeungua. So mwana vile part of something imeungua, and then imeacha just a piece outside. Oh. Yeah. So I don't see if kuna billboard yote itabit you anytime soon. Nile yenye niliona imekuwa shared yenye ni hizo posters, alafu hapa katikati kuna space, so inaonyesha like the motion of that board. Na kuna nyingine niliona, but I don't think it's in Kenya. They had to consider how the sun sets. So ni mtu basketball, so kwa kuna mkono hivi, so there's a specific time of the day jua ikienda kuset, like jua inakaa ni kama it's the ball that's being put inside the extra basketball. Ile ilikuwa ni Dracula ya BBC movies. Kuna vile ni kiset jioni, and then so you see the entire effect. Light iko side moja, but it's only visible at night. Ikiwa mchana tu is just a plain thing. But ikifika usiku, then unaona hiyo shadow ya everything na una kitu kama Dracula. Yeah. So see aesthetics kuna peke yake, so kama hiyo ina convert. Yeah, I'm not okay. Like I've said, it's balance, but kuna tu walifanya aesthetics, and I've been in the design for quite some time. I've noticed, especially kwa UI UX, nilikuwa naenda dribble sana mostly for inspiration and reference. But I found that dribble does stick to kwa semi-reference, aesthetics, but not functionality. I've come to find that most posts ziko dribble, they are very pleasing, very, very pleasing. But those things cannot be applicable in real life, in real product sometimes. Unaweza ona app, unaweza tu tafuta hata app kama ya fitness. You'll see a lot of beautiful interfaces, UI interfaces. They look pretty, but functional wise, they will fail. So that's what I'm talking about. So many people, designers wanna lean towards make pretty, attract. Yes, it's okay, but is it functional? Away from product, if you these other designs, is it converting? Those are the questions. At the end of the day, you are working for someone else's business. You are helping, you are the bridge to help communicate between the business and the client or the customers. So it's your work to make sure, however much it's pleasing and welcoming, it's also supposed to convert at the end of the day. Yeah. By the adding on that, I've come to realize that this is a beautiful user interface. Rarely find those big companies, they use it. They just go, wanatumia tu the normal simple websites. But hizi ziko complex, nimerealize ziko complex mostly zinatumika kwa, if they're targeting maybe the designers, developers. Agencies mostly. Yeah. So unapata like, if someone anataka convert
na business yake is just for the entire public, rarely you find iko na all those kama ile ilituma kwa group nikauliza ile ya chameleon kila page ina change. Niliambiwa na nani alisema Chantel alisema anataka kaa hiyo. Sijui kama umeanza hiyo. Sijaanza bado. Tabiri nimesema Twac JS. There's no way. I think ukienda tuseme company kama Nike, tuseme kama Safaricom, hakuna siku utaipata wameka stuff kama hiyo. Because wanajua the market doesn't need that. The target market wenye wanahitaji. But kama ni mimi, if the target market kama mtu kama mimi, I think it makes sense because me nitaangalia like I'll appreciate the design and everything whatever is happening. But kuna ule mtu mwenye hahitaji hizo vitu zote. Unataka tu hiyo functionality. Yeah, as long as amefika amepata information, that's it. Hizo vitu zingine sijui ati kamera na change color kwa kila page. Hizo stories. But you find ina happen hivi to most of the companies, unapata they don't want to keep someone there. They want, if you're coming to the site to do one thing, do that thing, uendelee na shughuli yako. I will just like to drop something there. Yes. Hold your thought. Yes. In products, you're supposed to think in a way that users have important things to do in life. They're just using your product as a medium to get to the important stuffs. So make sure you're building systems that will quickly execute and get them to where they're going. But wakuji kuishi hapo. Place yako. That's why you find these big companies, they understand that. They try to keep things simple. However much Apple wanakuanga na some prettiness, but look at their website. Iko yes na parallax effect nini, but very basic, very simple. No much complication because they understand you need to get to where you need to go. You're not supposed to be in their platform, and that's why. Yeah. It reminds me of kuna time nilikuwa kwa site ya BMW ya kuangalia bikes. The only fancy thing that they have there ni kuna function ya ukiclick unaweza sikia venye engine na guruma. But everything else is very simple. BMW sijaiona hiyo. Hapo kwa point ya dev, I think it makes sense, but also when it comes to, it depends on the company. Yes. Ukiangalia tuseme kama Instagram, TikTok, their main issue is they want more eyeballs to be there all the time. Yes. Anataka tu kifungua TikTok, okay tu hapo tu. Hakuna, that's why nowadays unapata wameka this crazy stupid algorithm. Ile yenye ukifungua BBL, the next kama 20 za una scroll. Ukienda IG not the same. Ukienda IG kwa nini, kwa the feed. Not your feed ile ya the feed ya kusearch. As long as ume double tap on one image yenye nakawe ufala, ukireload everything yote ni ufala. Ukienda sijui ukidouble tap kwa nini ya design, ukireload everything itakuletea ni ya design. I'm saying that because social media is very different. Yeah, exactly. Social media, that's your end goal. You are there. You see, you're not going anywhere. So you have to stay there. You're there. But when you go to a platform like Jumia, you want to buy something. Yeah. You want to buy a knife. You go make dinner for your family or whoever else. You want to go. You're not staying there. But social media ni end goal yako. That's why you're supposed to be. Uko idle. That's why you're scrolling. That's why they want to keep you there. But most of these other platforms, they understand you have somewhere else to be. Yeah. Niko na point ingine hiyo kwa topic yetu ya why others make progress. Hamsikizi KDK. You're going faster. You're going faster. You're way ahead of time. So, syllabus inakimbia siku hizi. About visibility and community. Designers wengi wanataka wa grow in isolation. They don't want to get into communities.
they don't want to even get their work out there. Wana katu in silos, they do the stuff and they think they're growing, while kuna mwenye atafanya some shit job na anashinda post akipata feedback. In a compound, get compound effect. As you're doing that, you're growing, you're changing, and you're learning. But this other one, anajua genius, ako kwa silo, yeye anajua kila kitu. And things like communities are big. Like the first instance on in this one KDK here, this is a community. We are a community, online community, and we have events that are coming up. Marigebu acha event na kama event ni mingi. Ya kwanza kuna campus tours. Oh, yes. Angalia kamera, ni mbona angalia. Kwani mimi ndio campus tour? Si angalia kamera uambie wenye wanaona. Just say the next one that is coming. Achana hizo zingine. Yes. Just tell them. Ya Feb kuna mwisho wa Feb. We are thinking to make it physical, but hatujapata location. Mkiweza tupandia location fiti, tutakaa hapo, but itakuwa virtual this time. Alafu kuna nyingine iko JKUAT next month. 31st JKUAT 21st of March itakuwa JKUAT. Na alafu hiyo March, the next Saturday 28th we have a very big event hapo, to stick around utaiona mahali itakuwa. Yeah, so back to the point, communities, we are trying to do this for you people, so that you get into communities, amateurs versus pros wapatane, exchange ideas. KDK vile bana alikuwa anasema, lakini sitaki kushine na point yake kama chini. You need to get into communities, you need to know people, you need to meet other designers, you need to make network and connection through communities. Get your work out there for visibility. Val, waambie wasikize KDK ulikuwa unasema. Mwenye subscribe na ufinye notification bell ndio unapata updates whenever we upload an episode every week. And then pia hapo kwa description box hapo chini kuna link ya kujoin the WhatsApp community, na pia tuko na group. Join in there, kuna kuanga na lot shared from tips to opportunities to upcoming events, so sitike kubaki nyuma. Hii disclaimer ni to promise anyone job. Yeah. Acha tulipe bills. Stay tuned. We'll be right back. Welcome to Halik Garden Gala, which is located in Nairobi along Wayaki Way, next to Nairobi School, just before the ABC roundabout, where all your plants and garden accessory needs are met. We specialize in landscaping, indoor, outdoor, and ornamental plants, fruit trees, metallic flower baskets, fiber, clay, and plastic pots, garden ornaments and accessories like wind chimes, garden arcs, benches, bird baths, you name it. Just add that unique artistic charm to your garden. So whether you're starting a home garden, running your office, or even doing it as a hobby, we've got the perfect plant for you to help turn your space into a green haven. We do deliveries countrywide. Visit us today. Let's grow something beautiful. And then guys, kamera ni gani? Hii kwa nini inakaa imeangalia huko? Inaniona? So guys, tunakuanga na kitu inaitwa merchandise za KDK. Some more crazy ideas zinakuja za merch. So for you to help us to grow and also to be continuing this, kindly buy merch. Kindly buy merch. Kuna hoodies, kuna kofia zinakuja, the packet caps, baseball caps, stickers, magnet, fridge magnet, wristbands, what else? Nimesauni boxers zinakuja na number plate. Dave alishapata yake. Nimenyezi waonyesha in public. So guys, kindly please
help us grow and we'll appreciate and we'll be giving you more out of this. Msichike turudisha hapo. But it's about CC. Yes. Hii community ni about nyinyi. If you make us grow, we get visibility, we get out there and we make this big and better for everyone. Talking about community, thanks for all conversations being part of the community. There's a time I was in this community inajita UI UX Nairobi. Kuna daktari alikuwa na she was in medicine. Acha niseme tu daktari. She was transitioning to design. Sasa unajua alikuwa akitengeneza kitu anaeka kwa group. So people could ukimwambia fanya hivi na hivi. Sijaona mtu amegrow in terms of design, mwenye ametransition from another career so fast hivyo. And I think it was because of the community. Because the community alikuwa involved kila mtu na kila mtu anampatia different feedback. Huyo anamwambia hadi hiyo feedback kuna mwingine anakosoa hiyo feedback ya mtu mwingine. So at the end you get a refined feedback. Yes. And then I realized one thing na the group, the conversationalist. Yes. I think there are those designers wanakonga afraid ya kushare nini zao. Insight. That's one thing I've realized. And kile kitu nye nitawaambia ni you'll never grow if your work is not placed out there na ukapatiwa feedback. You'll never grow. And we are talking about that. It's all about growth. Mimi nikupatia feedback si ati na kuingilia. I want you to grow. Mimi say I have nothing to lose. Na wewe ingiliangi anyone. Exactly. So please don't be afraid to it doesn't matter kazi yako ni shiti aje, but with time you will grow, because hata mimi nikuonesha kazi yangu nikitoka kole, it's not something that I appreciate. It's my work, but it's not something that I can appreciate. Juzi, I think when was it? It was on Tuesday. There was one guy who anakuanga naye alikuwa ananiambia kuna kazi fulani alikuwa anaifanya. Ilikuwa ni branding ya gari. Alikuwa amefanya like a year ago. Nilikuwa namkula kichwa. Nikamwambia sipatie client hiyo nili iende hii kazi kwa saa. Akaniambia like oje kati nukaangalia hivi design yako yenye ulifanya hii ago and you're like I need to add something here. So it's you unajikosoa. Yeah. Unasema like I can do better. A year ago I used to do this. This a year later. How can I do it slightly different and better? That is the only way you can grow. Yeah, I think that point will gonna bring the conversation to where I wanted us to head, which is designers wanna grow, who wanna shift hata kama hawako ready. What they do is, even if the work looks shaky aje, they give themselves deadline, wana ship regardless linaka. But wase wengi utapata anasema wacha ni change kidogo, wacha ni boost hii place kiasi, wacha ni boost hii button, ama hata in general wacha ni adjust portfolio kiasi. Get growth inapenda action, haipendi endless preparations. Yeah. If you take action, you're gonna get there regardless. So I've realized is hiyo inakwanga setup kubwa ma designers wengi, like you said. Hata mimi mwenyewe naangalia kazi yangu ya past najiambia hii job ni shaky, but ship what you have. Ship what you have regardless. Action lead towards growth. Hey, talking about that reminds me, as a software developer, sasa at least designers try to show. Yeah, for a developer it's hard to show. And it's very hard to know how good you are. So unapatanga developers wengi wako tu wamejieka huko nyuma, wako na product wametengeneza, like unapata na compare product yake na product yenye iko na funding, iko na team kubwa pia. Kana yeye ni mtu mmoja anataka itengeneze hiyo app ikwe kama app yenye imetengenezwa with the whole team. So unapata wala mtu atengeneze hiyo app maybe within one month, anatengeneza app in 1 year ndio iko na hiyo, as in iko that complete the way alikuwa amepicture, itakuwa complete kama yenye kwa soko. By the way, kwa hizo niweze nimesema niliona kuna hii post ya SpaceX. Yes. There was ile engine ziliundwa, I think Raptor 1. Ukiona hii engine and then uangalie, I think ni Raptor 5
ya saizi. It's like two different worlds. Because moja inakaa iko rugged, itazi kuna mawires kila mahali, unacheki vile engine inakanga. So inakaa hivyo. But ukiangalia kama Raptor 5, it's clean, simple. Yani inakaa kama simu, and it's very clean. Nimecheck hiyo stuff. Yeah, mzee alikuwa asema don't wait. Do it fast, then release. Yeah. Then perfect it later. Because ni kama hizo thumbnails nilikuwa nakaa naziangalia, then kaona like there's somewhere I made an error. Nikaona like if I do this and change this itakaje, because ni realize unapata like ukiangalia kwa lapi you can read everything, but functionality yake kwa simu is different. Kuna words usomi, Yeah. as the main title huwezi isoma. So the first thing is even if you can put it the public, weka kwa public, then the public can give you feedback. Then from there you can start perfecting from the feedback you've got. Even the feedback you can, because ukiangalia kitu leo na uangalie kesho, utaona kuna attend to me, this is a very bad example. Ni kama unaweza ona leo dem ameiva, lakini uangalie kesho you're like, kwani jana niliona nini? Ama kana nakuja, she's good from far but she's far from good. Ni kama nilikuwa na wachini ni hii mix ya nini sorry, the bug. Yes. Kule I think kiona mara ya kwanza. I know ni fulani ameiva. Sijui ilikuwa 3 days later. Ilikuwa na scroll IG. Ilikuwa na IG yake. Hiyo ilikuwa naona nini? Sasa unasema videographer alifanya kazi yake. So actually, the main topic is like fanya kwanza, it doesn't matter how rugged it is. Fanya kwanza, then execute. Yes. Then hizo changes zingine unataka kufanya, you can do it later, you can perfect it later. Yeah. Inakuanga like make it exist first and then you can make it better later. Yeah. So mwache kuweka designers, mwache kuweka nini design zenu kwa dustbin, au dustbin ni laptop literally. Wanaziwekanga tu kwa laptops na baki hapo. Yanakuja kureview, hata anaweza rudi after hiyo na shanga. Sawa, tuseme hard disk basi. Kama umeweka kwa Figma ni sawa. Atuonyeshe hizo designs. Yes, at least ndio apate feedback. Sorry, continue. Hata hizo portfolio zenu leteni tuzione. Yeah. Bana, hata mimi naweza kupenda at least designer anaweza fanya anitengeneze yangu. Juu sina portfolio. The elephant in the room. Yes. Which we are all so much victims. Yes. The communication. Communication by the outset. Ini designers mwenye ana progress na kuna mwenye ana stagnate. Ukiuliza mbona ulifanya hivyo, unasema nilifanya hivi juu nilikuwa na feel hivi. But haifai hivyo. You should learn how to present, articulate thinking yako, ku present job yako, ku defend na kuongea strategy. If you learn the communication tools, skill and tools kwa design, it will set you apart from most of designers. Na most, yani 99.9999 of designers, including me, hatujuangi ku articulate our thinking na kuongea strategy na ku defend your work. Mzee. Kwa nini ulidesign hivyo? Sijui. But I feel like inakaa vizuri. Na mledevu anasemanga design has to be functional. So for a design to be functional, then you have to explain your design by the end of the day. So it means you have to do some research. Oh yes. Of course, design utadesign bila research. Kwani nyanya yako na design? Hapo hiyo point yako ya communication, pia kuna communication with the client, kama vile Mariga
amesema a number of times in the previous episodes, unapewa kazi, unaenda, you don't involve the client kwa hizo 2 milestones, unakuja umemaliza kila kitu, and then inakuwa you're going back to the drawing board akikupea feedback, because maybe akona shida na there were maybe 5 things to do. How you did the first one umereplicate kwa kwingine, so kama hii iko na shida, kote kuna shida. Because I can give an example. Tuko hii wiki Usiseme wiki na episode itoka. by the time now Sema Valentine's. for 2 weeks. Hii wiki after Valentine. Hii wiki ya So- wiki yako. Sasa kuna kazi nilikuwa nafanya ya client alikuwa akona event na anataka posters kama 7 za featuring different speakers na their bios and all that. Linda Mwananchi. Linda Mwananchi. Crickets hapo. Mwananchi. So how I can apply your communication ni when I design the first poster nilimtumia I review, because najua nikienda nifanye all the 7 posters bila kuminvolve, akimake correction hapo itabidi nime demolish hizi zingine. Yes. Start from scratch. So in such a scenario communication ina play a part hapo acha nimalizie point before nisahau ingine. Involve client wako, kama ni your first poster, ask for feedback. Sasa now that I have feedback, hizo zingine ni smooth. I already know, amesema maybe logo nataka ikae hapa, word nataka change, ama move to the left or the colors hivyo. Then pia communication ina play a part time ya brief, because pia kama you're not able to articulate yourself hivyo, hautaweza kuuliza the right questions. So utaenda kudesign kitu but you didn't ask for the full information, upate like a well detailed brief. So that's another point hapo kwa communication. Yeah, ukiweza tu ongea strategy, however amateurish you are, immediately unaonekana senior. Rather than kuongea strategy, I did this because of this XYZ, I saw a gap in this and this and this will come. Tutakuwa na whole tunafaa tufanye inaitwaje kitu Business in design. yeah, itakuwa hapo na communication na kila kitu, kufunza wasee how to talk strategy, how to present strategy in your designs, because hiyo ndo clients wanataka kusikia. Ndio ukiongea hivyo, ukiongea na strategy, hata mtu unaongelesha anaona yenyewe wewe you're talking like a professional, unaelewa chenye umefanya na mbona umefanya. Lakini sasa usipojiongea hivyo, yeye ataangalia kitu kingine huko nje ni tofauti, akuja kwambie yenyewe ulikuwa umefanya vizuri, hebu tuweke hii juu. Hauna hautaji explain mbona hautaweka hiyo nyingine. Yes. And then adding on that, hiyo story ya client na it's also uwe nakuja napatia most clients who wanakuja for solution. Yeah. So you're the one providing a solution. So if you don't know how to communicate well, then I think the client is on the wrong side, because by the end of the day, wasemanga when it comes to design, the person with the most question is the one who's ruling the house. So when the client has more question, the client is the one who's ruling then by the end of the day, the client will be controlling you, and then client amekuja kwa solution. So by the end of the day, the client anajisolve mwenye solution na amekuja kwa kutafuta solution. Actually the one with the most questions. Hata Chris Duo anasema the one with the most questions ndo ana control the house. so good. Pin. Sawa muhenga. Sasa kwa English muhenga ni the muheng. I think to help the designers, I think we need to start something to do with portfolio reviews as designers. There's a time Chantel started doing it. Yes, portfolio review. Yes.
Ndaiangalia alafu maybe tunaweza pick up from there. Yeah, hard truths zenye tume point in this talk ni designers wana grow juu mentorship. Juu ya wako in better circles, juu walitoka kwa toxic environments na wana risk. And they are good at communication. Visibility. They put their work out there. Yeah, visibility also, they put themselves out there. So if you're able to tap into not even all of them, but most of this, but communication jo. Number one. Nafaa ikuwe juu. And then kuna kitu Dave amesema nitaichambua hivi. Designers what tunajiambianga sisi ni introvert. Fuck that shit. Toka nje bwana. If you want to grow, toka nje. Hata kuchisema tu ni introvert, because for you to grow you have to go out there and you have to meet people. Huyu mtu wako anaitwa Eric nani? Okay. Huyu anakuanga Twitter. Amerix. Alisema most watu wako kwa tech wengine magei. Exactly. On a head behind the laptops. Backend developers. So wako kwa closet, wako pia kwa in their The Back end. yes. Sasa nasema hizi maaudio huko nje. Ndio backend development. Yeah. Disclaimer. The comments Yes. and the views Yes. of the co-hosts are individual and do not reflect on the rest. We're just quoting what Americ said. Yeah. So, but I saw it was even an article, and it's about the Wall. The Wall, ama the what? It's an American company. It was an article about Silicon Valley. Yes, and the boys of the Silicon Valley. Unajua Silicon Valley ni madev sana na startups. Silicon sana. Yeah. Wa. Sawa. Aya, tukiclose ni designers wanna grow fast. Si luck, si magic, na si ati wako special. Because of these things tumesema, and naisoma hapa juu I've been taking notes. Clarity, position, visibility, business thinking, communication na action. Angalia hizo zote unajiuliza, am I good enough in these areas? If you are, well, you're in the right path to grow. If you're not, go back to drawing board na ujiulize, mbona umekuwa ukidesign poster za Punch ya kanani na bado una design poster za 500? So design to free. So ingine hata sasa unaitisha 300. Yeah. Any last thoughts on that to close? Director aliambia nisiseme hiyo, lakini acha tu niseme, msiweke design zenu kwa roho pia ka designer. Yeah, later tweeted that design sheet then or Twitter sheet. Tutakwambia tu logo siweke hapo juu, weka hapa chini. Wajoin hiyo nini? Hebu ambie kwa hiyo WhatsApp. Kuna WhatsApp channel mingi, ndio? Ni moja. Kuna one WhatsApp channel and then one WhatsApp group. Oh. Kwambie ni gani watajoin wako na post hapo. Kuna link hapo kwa description. Yes. Itawa lead kwa the community hiyo channel. Yes. And then in that channel kwa hapo kwa description kuna pia link ya the WhatsApp group. Because unajua community ni admins too, but the WhatsApp group it's free. It's open for everyone to chat. All right. Mimi nitasema keep on keeping on. To keep on keeping on. Yeah. Tamesikia keep on keeping on. Muhenga me digest you. Yako? Mimi nishawaambia. Hadi alikuwa na Mwakenya. Clarity. Hii ni research. Hii mjua ilikuja na research. Anyway, utagrow juu. Kitu cha kwanza tusikatae ati talent haiku.
weka easy kusaidia kwa step ahead. Yeah. You can. Talent kwanza itakupeleka places, but you also have to take action. Those different key points to mention. So if you have that in talent kwa mfuko, we know. Oh, we forgot one thing. Na hiyo inakuanga general to everything. Kwa discipline. Yes. Kwa discipline ndio. Yeah. The same thing ile hadi kwa, so unaweza kuwa discipline venye na hadi uamue venye utakuwa na communicate design zako, utakuwa unafanya na timelines zinatoshana aje. Yeah. Yes. Na client, udanganyi client. Namwambia na kutumia sai. Alafu nazima kila kitu. Narudi leo namwambia stima ilikuwa imepotea. Anyway, it's been a pleasure having a conversation with you guys. Uko na ngapi? Nikuplug. Guys, Si leo. kuna pedi anapatiana hizi. Si leo. Na si bora. Ukisema kupatiana si bora. Una market hizi bado? Yes. Sawa, market tumaliza nifunge. Stay tuned. We'll be right back. Welcome to Halik Garden Gala, which is located in Nairobi along Wayaki Way, next to Nairobi School, just before the ABC roundabout, where all your plants and garden accessory needs are met. We specialize in landscaping, indoor, outdoor, and ornamental plants, fruit trees, metallic flower baskets, fiber, clay, and plastic pots, garden ornaments and accessories like wind chimes, garden arcs, benches, bird baths, you name it. Just to add that unique artistic charm to your garden. So whether you're starting a home garden, running your office, or even doing it as a hobby, we've got the perfect plant for you to help turn your space into a green haven. We do deliveries countrywide. Visit us today. Let's grow something beautiful. Tuna maua by the way. Tuko na shamba kubwa. Hata Uhuru haizifikia. Acha tuteka namba kwa description hapo chini. Achana mambo na plastic kwa nyumba. Hizo ni vitu za Yes. watu wazee. Weka maua real kwa nyumba, mwagilia maji. Usiku kilala unasikia ka fresh air una exchange. Yeah, so plug Mariga is the plug here. Tacha namba yake hapo. Pedi. Alafu pia tunaweka namba zetu hapo za cabbage, manzee mtuweke za cabbage hapo. By the Ya kabishi. Inakuwa tu hapo. Yeah. wewe kuna nini inakwanga hapa ama hapa? Yeah. Inadepend unaangalia nini. Inakwanga huko. Kuna tu numbers tuko hapo alafu imeandikwa. Usiseme tu numbers, ni namba. Unajua wataichukulia ni ndogo. Ya cabbage. Kuna namba ya cabbage kwa sababu hapo. Yeah. Wait. Na pia wala nataka waru kutoka Kenya. Editor. Umeona mwalimu mkono iko? Namba ya cabbage ndio hii hapo. Please. Tokea Na waru. Najua sisi watu wa Kiambu tunapenda waru sana. So. Yeah, and circling back, tuko na merchandises. If you're interested, kuna link hapo takupeleka kwa shop. Ni kama hizi zenye tumevaa hizi. Yeah. Ni kama boxer kista waonesha leo. Tumesema inakuja na plate. Yeah, inakuja na plate. Yeah. But there are a lot, kuna wristbands, tunaleta, kuna Game card. kuna kofia, Yeah. kuna skipping rope. Stickers. Fridge mark. Utaiona zote ziko hapo. Na pia ukitaka custom. Yeah. If you are new here, thank you so much for tuning in. Leo tumekuwa na special hosts anaitwa Moses aka Blackman 75 aka Sion founder aka Musa. the blackest man. The blackest man in Black Africa. Next tuko na wadali hapa anaitwa Miss Valentine. Valentine. Na ni wiki ya Valentine. Yeah, ukitaka mambo ya wenyewe atawaambia. Kitaka advices za Valentine. Tuko
Tuko na Mariga hapa. Penda ugali. Penda ugali. Bana. Sisi kali hata kupenda ugali hata asemangi. Nasema hiyo. Si kuacha ugali ni kama time this time mind haikumea vizuri. Sasa venye mvua imeanza ndio tunataka kuona kama the next harvest. Yeah, alafu mmekuwa na Dev. Thank you so much for tuning in. Kindly like, share, subscribe, and let's tune and catch up in the next episode. Episode adjourned. Bye. Bye.